Are you married, sir? Yes. Where's your wife? This one. She is not your wife. She is. She is not your wife. She is. She is not your wife. She is my wife. I will prove. A wife will never dress like that for people to see her paja. Unless she is looking for square one. She is not. She is my wife. She is not. She is my wife. Hujambo mtazamaji popote ulipo, ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya. Bila shaka mambo ni mengi kwenye mitandao ya kijamii. Kuna video iko mahali pale ambapo tunaona mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel akiambia mwanaume mmoja kwamba hajaoa, na ili hali yuko na mke wake mahali pale. Hatujui siri ni ipi ama shida iko wapi. Hii ni Edimax TV. Niko naye mchungaji Israel. Karibu mchungaji. Nashukuru sana kwa sababu ya Edimax TV wakati huu. Narudia tena, mimi naitwa Bishop Israel Yohana na mimi huwa ni mshauri tu wa mambo ya kiroho, na mara mingi mnaona kwamba mimi huwa najibu maswali ambayo yanaulizwa. Kwa hivyo mimi ninajibu kile kitu ambacho naulizwa, kwa sababu kama mshauri maswali lazima tu uyajibu. Kwa hiyo msije mkamistake mnasema kwamba mbona unapenda kuingilia. Mimi swali lolote nikiulizwa tajibu. Hata wewe ambao unauliza mbona, ukija kwenye ofisi yangu niulize maswali, mimi nitakujibu tu. So kuna hili nini inaendelea kwenye mitandao ambayo kwamba mtumishi wa Mungu amemwambia mtu ambaye ameishi na mke wake zaidi ya miaka 11 kwamba huyu si mke wako. Na mimi siwezi kwamba sasa kama nataka kumwingilia mtumishi wa Mungu, na wala siwezi kumkosoa kwa lolote. Lakini mimi kuna jambo moja mimi nataka kutoa tahadhari. Yangu ni tahadhari kwa watu ambao mumeoa wake zenu. Maandiko yanasema ya kwamba mtu asimwache mke wake hadi kifo. Usimwache mke wako hadi kifo. Na ina maana kwamba sasa wakati ambapo mumeona na mke wako, hamuoani ndio kumkiwa na kwamba mkiwa na nia ya kuachana baadaye. Mnaoana muishi, mzae watoto na muishi mpaka siku zenu za kufa. Mambo ya kuachana ile Biblia inakataa, watu wasiwachane mpaka kifo. So kuna hili jambo lingine ambalo nasema kwamba unapoishi na mke wako jua unyonge wake. Unapoishi na mume wako jua unyonge wake. Kisha la mtu hakuna mtu perfect mbele za Mungu. Wote tuko na unyonge wetu. Mume ana unyonge wake, mke pia ana unyonge wake. Na kwa hivyo sasa unapoelewa unyonge wa mke wako utaishi naye. Na pia wewe mume unapoelewa unyonge wa mke wako utaishi naye. Kosa kubwa ni ya kwamba wewe umeishi na huyo mtu miaka 12, 15 hadi 20, alafu unachukua mke wako mnaenda kwa nabii kwamba mjue mapenzi ya Mungu ni yapi kuhusu maisha yenu. Namaanisha kwamba hata nyinyi wenyewe mmechanganyikiwa. Akili zenu mmechanganyikiwa. Na hata mimi nasemanga mwenyewe, mimi sipendi mke na mume kuja kwangu. Hata mimi pia ni nabii, lakini mimi sipendi mke na mume kuja kwangu uniambia ati niwaangalilie, niwaambie kwamba ndoa hii yao kama Mungu yuko ama hapana. Hayo mambo sifanyangi kabisa, kwa sababu jambo la kwanza, jambo la ndoa, mimi huwa najaribu sana kuepuka mambo ya ndoa. Kwa sababu mke na mume utamshauri, waambie mke ni mbaya, useme mume ni mbaya, lakini baada ya hapo watarudi pamoja. Waseme mtumishi wa Mungu alikuwa anatukusanisha, mtumishi wa Mungu alikuwa anasema tuachane. So mimi huwa nashauri tu watu waishi pamoja, licha ya makosa ambayo wamefanyika, waweze kusameheana na kuendelea pamoja. So kuna mambo ambayo unakuta mengi sana yanafanya ndoa zinavunjika. Na yale mambo yanafanya ndoa zinavunjika ni wakati wewe na mke wako mmekaa mahali ama mumekaa na mkafikiria labda mwende mkatafuta mapenzi ya Mungu kwa manabii. Kwa watu wanaitwa prophets. Na mimi nataka mnielewe vizuri, mimi siingilii mtu yote. Namba kubwa ya watu ambao wanaoa, ukikutana na mwanamke Nairobi ama ni Mombasa ama wapi, jambo la kwanza, huyu mwanamke kama alijaribu ndoa
ikashindikana. Akajaribu ya pili, ikashindikana. Akajaribu ya tatu, ikashindikana. Wakati anapata mume wa kumuoa, wengi wao huwa wanaficha, wanasema mimi sijawahi kuolewa, mimi sijawahi kuwa na ndoa. Kwa hivyo wanaume, tunasema kwamba wanaume wengi, wewe mwanaume si malaika, hujue kwamba huyu alikuwa ameolewa na fulani, huyu ameolewa na fulani, umemkuta akiwa kwao na yuko hivyo hivyo. Na jambo la kwanza, mtu kwa sababu wengine nakuta labda hana watoto. Labda alijaribu ndoa nyingine hakupata mtoto ndani, alijaribu nyingine hakupata mtoto ndani, alijaribu nyingine hakupata mtoto ndani, yuko pale nyumbani kwao na umemkuta hana mtoto. Kwa hivyo mara nyingi hautauliza kama ulikuwa umeolewa kwa sababu yuko peke yake. Na mwingine atakwambia labda mimi nilikuwa na mahusiano, na ni kawaida kuwa na mahusiano. Basi mnaendelea. Na kisha kuendelea utajikuta mmepata watoto 2 watatu. Kisha baadaye mnapoenda kwa nabii ataangalia aone huyu mke alikuwa ameolewa na akaolewa kwa mtu mwingine. Atakwambia wewe ulioa mke wa mtu. So wakati mwingine nasema si makosa ya Ezekiel. Makosa labda ni ya wale watu ambao wanapeleka ndoa zao kwa nabii. Kwa sababu mimi naamini watu wengi, namba kubwa ya watu ndoa zinaovunjika ni kupitia kwa manabii. Na kuna manabii wengi ambao labda Mungu atakwambia ukweli kuhusu ndoa yako, kwa sababu wewe umeenda kutafuta ukweli, basi utaambiwa ukweli, na nyingine itakuuma sana, nyingine itakuudhi sana, lakini wewe ulikuwa unataka ukweli. Na utaambiwa ukweli kuhusu labda ndoa yako na kuhusu maisha yako. Utaambiwa labda huyu ulioa ni mke wa mtu, ama labda huyu ni mume wa mtu, basi itakuuma, lakini umeambiwa ukweli. Na kuna wengine ambao pia kabisa hawatumiki na Mungu. Kuna wengine ambao pia wao ni kukusanisha tu. Kunao ndio wanaitwa diviners. Diviners kazi yao ni ya kukusanisha watu. Diviners kazi yao ni ya kutenganisha watu. Na wengi ambao wanajua kwamba wameenda mbele za diviners kujua mapenzi ya Mungu ni gani, huwa wanaenda wanakosa tandoa kabisa. Na watu wanauliza diviners ni aina gani? Diviners ni wale watu ambao wanasemaga ni manabii. Walikuwa wanatumika na Mungu vizuri. Walikuwa wanatumika na Mungu vizuri, wakafika mahali wakamwasi Mungu. Walipomwasi Mungu, basi wakaanza kutumika na roho ya kimapepo. Si na roho ya Mungu, ni roho ya kimapepo. So, na wanapotumia roho ya kimapepo kutoka kwamba yule mtu yani anageuza kile kilicho ndani yako. Anageuza kwa njia ambayo inaifaa, anapeleka kwa njia tofauti. Na wengine hata anaangalia kilicho ndani yako anakichukua. Akiwa una ndoa nzuri anaichukua, akiona una kazi nzuri anaichukua. Na unakuta namba kubwa ambao wameenda kwa diviners, na diviners wengi si hata sio wanaume. Diviners wengi, namba kubwa ya diviners wanakuanga wanawake. Na unakuta sana hao diviners wengi sana ambao wametembea katika kwa diviners, unakutaga sana ulienda pale kwa sababu ya ndoa yako, ukitaka msaada wa ndoa yako, lakini naenda hapo kutoka hapo ndoa yako inavunjika kabisa na unakaa bila ndoa katika maisha yako. Na unakutanga namba kubwa ya wale ambao wameenda kwa diviners, unazaona kwamba wameenda pale akiwa tu labda anavaa vizuri, akifika pale utakuta labda atavalishwa kitambaa ya white, ama avalishwa kitambaa ya purple, ama avalishwa kitambaa ya yellow. Unaangalia mtu kila mtu mara moja alikuwa anasuka nywele na tayari kuna kitambaa ya yellow kwa kichwa, unajuanga huyu alienda kwa diviner. Na kisha aenda kwa diviner, ndoa kwisha, kazi kwisha, mafanikio kwisha, kwa sababu diviner anachukua kilicho ndani yako na anakifanya kuwa chake. So unakuta kwamba sasa wewe badala ya kusonga juu mbele unarudi chini. So katika hii kesi nyingine ambayo tunazungumzia, ambayo huyu ndugu ameenda kwa mtumishi wa Mungu, ameenda pale labda anataka kujua mapenzi kuhusu ndoa yake, na ameambiwa hii ndoa si yako. So mimi najua kwamba mapenzi, mimi kile kuna kitu ambacho mimi nitakosoa, nitakosoa huyu ndugu ambaye amepeleka mke wake kwa nabii. Kwa sababu namba kubwa ya watu ambao wako saizi, unakuta ndoa nyingi. Unakuta watu wengi wako kwenye ndoa ya kwanza. Wengi unakutanga alijaribu ya kwanza ikashindikana, akaenda kwa ya pili. Akaenda kwa ya pili ikashindikana, akaenda kwa ya tatu. Na ukishajua tu wewe kwamba mke uliooa huyu labda ni mke wa tatu katika maisha yako, wacha kwenda kwa nabii. Wacha kwenda kutafuta mapenzi ya Mungu kwa nabii, kwa sababu jambo la kwanza unaye mke anaoishi naye mke wa uzinzi. Kwa sababu mke kama mke wa Biblia inasema kwamba kama mke wako yuko hai upaswi kuoa.
Kama mume wako yuko hai upasi kuolewa. Kwa hivyo kama umeachana na mume wako usiolewe. Kama umeachana na mke wako usioe mpaka akufe. Lakini akiwa hai upaswi kuoa. Na unakuta sasa kwa sababu ya tamaa za mwili wengi hawezi kuvumilia. Namba kubwa ya watu nakutanga kwamba aliachana na mke na baada ya muda mchache, mwaka moja, miaka miwili, anasema hapana, hapa sitaweza kukaa. Na anaondoka, anaenda kwenye ndoa nyingine ya pili. So namba kubwa ya wanaume wanakutanga yeye ndoa ambayo yako anajua kwamba hii si ya kwanza. Alikuwa na mke, wakakosana, akaachana naye. Mke mwingine labda alijaribu hii ndoa, akaona hii ndoa hii nikaa hapa nitakufia hapa. Akaondoka pale na akaenda akakaa kwao. Akapatana na mwanamume mwingine yuko serious, akamchukua wakaanza maisha. So ni vizuri kwamba wakati mnajua kwamba wewe ndoa ambayo uko nayo si ya kwanza ama si ya pili, si ya tatu, unajua tu kwa kuomba hiyo ndoa yako hiyo, mke unaishi naye ni wa uzinzi ama mume unaishi naye ni wa uzinzi, usiende kwa mtumishi wa Mungu kutolewa unabii. Ukienda kwa mtumishi wa Mungu utaambiwa ndoa si yako. Na ukiambiwa ndoa si yako, nini nyingine utakayofanya? Kuna wengine atakiambiwa ndoa si yako, basi saa hizo mmezaa watoto wawili watatu, mnawachana. So unapoachana, yule mke labda anakuta kwamba sasa wale watoto, yule mwanamke hana kazi, anakutegemea wewe kila kitu. Unapomwacha na wale watoto, anaenda anajinyonga, anaenda kunywa sumu. So kuna wengi ambao wanakuta sasa kupitia tu kwenda kwa wanabii. Kuna wengi ambao wamejinyonga. Kuna wengi ambao wamekunywa sumu. Kwa sababu ya kwamba tu kuambiwa huyu si mke wako, huyu si mume wako, na tayari mwanaume akitaambiwa huyu si mke wako, labda alikuwa anatafuta kama kosa kadogo, anasema hata Mungu amesema wewe si mke wako, anapata nafasi ya kukuacha aende aoe mwingine. So wengine wanatafuta visababu. Lakini nimesikia Pastor Ezekiel akiuliza pale kwamba alimuoa lini, akasema alimuoa 2011. Kutoka wakati huo huyo ndio mke wake, na ndiye alimuoa akiwa msichana wakiwa college. Kesi kama hiyo ina apply aje sasa? Sasa nao Ezekiel ni nabii na ni mwinjilisti. Lakini kwangu mimi ni mchungaji. Kama ni mimi nitaihando kama mchungaji. Lakini yeye labda ataihando kama mwinjilisti ama ataihando kama nabii. Lakini mimi nitaihando kama mchungaji. Sababu jambo la kwanza, nikiona watoto wa mtu amezaa watoto watatu na mume, nawaambia waachane waende wapi? Haitawezekana. Sitawaambia waachane. Nitawaambia tu kwamba ndio mlitenda dhambi, hii ndoa yenu ni ya uzinzi. So kitu kiko, endeni mbele za Mungu. Nendeni mtubu na mfanye nini? Neema ya Mungu ifanye nini? Iwatoshe. Kwa sababu kuambia watu huyu si mke wako, mmekaa naye miaka, wewe umefika mama wa miaka 40, umezaa watoto watatu, ukiambiwa hii ndoa si yako, unaenda kuanza maisha na nani? Unaenda kuanzia maisha wapi? Siona hapo kabisa nitakuwa nimevunja hiyo ndoa. Unakuta kwamba nao utakuwa umeharibu destiny ya hawa watu kabisa. So mimi ushauri wangu ni kwamba watu wanapoenda popote, iwe ni kwa nani ama ni kwa nani, na wameishi kwenye ndoa, wameishi miaka kuanzia 10 na 20, hata kama ulikuwa kwenye ndoa nyingine kitambo na ile ndoa ikakushinda, ukapata ndoa nyingine ukaingia pale, ndio uliingia kwenye uzinzi na ukafanya uzinzi na ukakaa mahali pale na ukaenda mbele za Mungu, labda unaenda mbele za Mungu, Mungu akusamehe. Na mimi najua kwamba hakuna dhambi ndogo kushinda nyingine. Kuna kitu dhambi moja ambao watu wanahukumu watu nayo, dhambi ya usherati. Kwamba mtu akipatikana na usherati, wanasema kwamba huyu amemwasi Mungu, lakini hawaangalii dhambi ya uuaji, waangalii dhambi ya masengenyo, waangalii dhambi ya uongo, waangalii dhambi ya vitina, waangalii dhambi ya wizi. Kuna wengi kanisani pale, hata wengine ni wezi, hata ukiwacha hata kisimu yako naiba na yuko pale kanisani ni mwizi. So dhambi zote mbele za Mungu ziko sawa. Wewe ulifanya uzinzi na wewe ambaye uliiba mayai, nyote dhambi zetu ni sawa. Ulifanya uzinzi mbele za Mungu. Na ukaenda mbele za Mungu na ukamwambia Mungu, huyu mke nifanye naye ni mke wa uzinzi, na naomba rehema zako, naomba msamaha wako, naomba neema yako iwe juu yangu, nimezaa naye watoto. Mtu aitwa Daudi. Daudi alikuwa na wanawake wangapi?
alifanya uzinzi. Lakini Daudi kila wakati alikuwa anaenda mbele za Mungu analia. Na anapolia mbele za Mungu, Mungu anasema mtumishi wangu Daudi. Kwa hivyo Mungu hatuhukumu kwa sababu ya makosa tuliyofanya kitambo. Na mimi narudia kwamba Mungu hatuhukumu kwa sababu ya makosa tuliyofanya kitambo. Mungu anatuhukumu kwa yale makosa ambayo hatujatubu. Hatuhukumu kwa makosa ambayo sisi hatutaki kutubu. Lakini kosa ulilofanya kitambo na ukatubu, basi Mungu atakusamehe. Kosa lile liko ambalo ni kubwa, ni kwamba wewe umeacha mke wako anateseka pale na watoto, kisha unaenda unaoa mke mwingine. Basi hiyo pia si nzuri mbele ya Mungu, ni uasi, ni uzinzi. Lakini katika maisha yako kuna watu ambao wamepigana na madhabahu za kwao. Hakuwa na neema ya ndoa. Madhabahu zao za kwao zilimpiga sana. Hakuwa na neema ya ndoa. Alikuwa anaingia kwa ndoa ya kwanza, inavunjika. Anaingia kwa ndoa ya pili, inavunjika. Alipoenda kuvunja madhabahu ya kwao, basi alipoingia kwenye ndoa ya nne yakafaulu, kwa sababu madhabahu ya kwanza ilifanya nini? Ilivunjika. Na kusasa kuna mambo ambayo watu wanapaswa kuangalia sana katika macho ya roho. Huyu mtu wakati alipokuwa kwenye hiyo ndoa, alipoingia katika hiyo ndoa, alikuwa amepitia mambo mangapi? Nini alikuwa anapigana naye maishani? Wende kawa labda madhabahu ya kwao ilikuwa inapigana na yeye, ilikuwa inamzuia kupata ndoa. Na wengi sana wanajipata katika hiyo hali. Wengi na namba kubwa unakuta kwamba madhabahu ya kwao watu hawaolewangi. Akitoka kuingia kwa hiyo ndoa atakaa mwaka miwili afanye nini? Aondoke. Ataingia akakaa mwaka moja aondoke. Lakini wakati yale madhabahu yatavunjika, basi anaingia kwenye ndoa ambayo hata ondoka ndani yake. Lakini ukienda kwenye nabii, hata angalia madhabahu, kuna madhabahu mahali fulani ilivunjika. Anaona tu wewe ulikuwa kwenye ndoa ya kwanza. Anaona wewe ulikuwa kwenye ndoa ya kwanza, kwa hivyo hupasi kuwa kwenye ndoa. Hata kama ulikuwa umeolewa kwa wachawi, urudi wapi? Huko. Hata kama ulikuwa umeolewa kwa muuaji, urudi wapi? Huko. Na ndio nikwambia kuna tofauti ya mchungaji na nabii na mwinjilisti. So mimi ni mchungaji. Mimi najua kuhandle habari ya marriage. Nafanya counseling. Najua kuhandle habari ya marriage. Watu wanapokuja kwa na shida ya marriage, mimi naihandle very careful. Kwa hekima ambayo Mungu amenipa. Siwezi nikamwambia watu waachane. Kwa sababu lakini ninapojua kwamba huyu mtu anataka kuoa mke wa pili, namwambia usioe. It is not biblical. Kuna watu ambao walikuja wameokoka kanisani, unakuta huyu mtu aliokoka tu na bibi watatu. Na mke wa kwanza na wa pili, hata mke wa tatu, labda watoto wamefika secondary, wako form 4. So utarudi mwambie sasa wewe juu umeokoka, hao wawili wafukuze. Alafu kae na huyu mmoja, utamwambia hivyo. Itakuwa ni ngumu sana. Lakini hiyo iliko applied kwa watu wengine ambao si watumishi. Lakini kama wewe ni mtumishi, kama wewe ni mchungaji, uwe ni deacon, uwe ni nani, unafanya katika madhabahu, unapaswa kuwa mume wa mke mmoja. Wewe ni askofu, unapaswa kuwa mume askofu wa mke mmoja. Wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kuwa wa mke mmoja. Lakini hao wengine ambao wamekuja na shida zao, utawabeba vile walivyo kuja. Kazi ya watumishi wa Mungu si ya kuvunja ndoa za watu. Kazi ya watumishi wa Mungu ni ya kuunganisha ndoa za watu. Na mimi naongea kama mimi. Wala siko hapa kukosoa mtu yeyote. Ninaongea kama mimi na vile Mungu ameniwezesha kuzungumza kwa sababu ya ndoa. Labda unaweza kuwa mahali pale, labda wewe uliingia uko pia na hiyo shida hiyo ya kuingia kwenye ndoa na kutoka, kuingia kwenye ndoa na kutoka, kuingia kwenye ndoa na kutoka. Suluhisho si kwenda kwa nabii. Suluhisho ni vizuri sana kwamba elewa, enda kwa washauri wa ndoa. Wa mambo ya ndoa. Kuna washauri wa ndoa ambao pia wana macho ya roho, kama vile mimi huwa ninavyofanya. Nikiona kuna shida mahali, kama kuna shida kwenu, basi nitakwambia shida utakayoifanya. Vile utakavyofanya uweze kuepukana na hiyo shida ya kwenu. Kama kuna madhabahu imeinuka kinao kwenu watu waolewe, basi yale madhabahu lazima tujue vile tutakavyoyaangusha. Tena uingie wapi? Kwenye ndoa. Na uweze kusonga mbele katika maisha. Watu wamepitia mambo mengi sana katika ulimwengu huu. Kuna watu unakuta labda au kwenye ndoa ya 4, kwenye ndoa ya 5. Sasa mtu anauliza, na mimi hii ndoa niko nayo ni ya 5, nitafanya namna gani? Na yule mzee wangu wa kwanza alioa. So tena nimrudi kwake tena nimwambie nioe. So nafikiri ndoa zinafaa kuhandliwa very careful. Na kama kwa mahali pale labda unasumbuka na unashindwa moyoni mwako kabisa, utasaidika namna gani?
Mimi kwa ushauri niko tayari kushauri mtu yeyote, iwe ni shida ya ndoa, iwe ni shida yote ya kiroho, iwe ni unapigana na maroho aina gani, mimi niko hapa kukushauri kwa jambo lolote ambalo utahitaji nikushauri. Na sijui kama una swali ninapomalizia. Labda ujumbe wako tu kwa Pastor Ezekiel. Ujumbe wangu kwa Pastor Ezekiel ni kwamba tu nafikiri neema Mungu amekupatia, nafikiri vizuri tu itumie vizuri vinye Mungu amekupatia ile neema, na nasema kwamba mwito wako Mungu alikupa, basi utumie tu vizuri jinsi ambavyo Mungu alivyokuita. Isifike mahali kwamba nao Mungu akwambia kwamba hii huduma nilikupa hukufanya vizuri. Na sasa kwa sababu mimi siko hapa kumhudumu, lakini ni ushauri kwangu kwamba nao kazi anayofanya Mungu ampe hekima. Mungu ampe hekima ya kutosha, kwa sababu kazi anayofanya ni nyingi, si kazi kidogo. Ni kazi ngumu sana kuhudumia hao watu, maelfu ya watu kwa siku moja, ni kazi nyingi sana. So Mungu ampe hekima zaidi na ampe busara ili kuweza kuhudumia wale watu. Labda wewe uko mahali pale pia unasema kwamba unahitaji ushauri wa kiroho, namba yangu ninakupa pale, na zaidi ya kupatia namba pia tuna foundation ambayo tuko nayo ya kusaidia watu wasioweza kwenye slums, inaitwa Penina Rasugu Foundation. So uko mahali pale ungetaka kuwa msaada kwenye hiyo foundation yetu, tutashukuru sana. Labda ungetupatia blanketi, utupatie mattress. Hata wakati wa mafuriko kuna watu wameathirika, hawana mablanketi, hawana mattress, wengine hata chakula hawana. So kile ambacho Mungu atakuwezesha kufanya kifanye, na uwe msaada pia kwa hii foundation, na nafikiri kwamba tubarikiwe pamoja. So nambari yangu ya simu ni 0722744672, 0722744672. Shalom, Mungu awabariki, Mungu amani awabariki. Amina. Alright, asante sana mchungaji kwa muda wako. Bila shaka mtazamaji, hii ni Edimax TV. Ni nyumbani kwa story moto moto. Mimi naitwa Edimax.